Nyinyi ni wakina nani? Hatujui. Mmetoka wapi? Hatujui. Mnaelekea wapi? Hatujui. Oh, yasa. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. Falume oh, falume. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. 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 Odi. Habari yako? Salama. Karibu. Mzee Mtopea nimemkuta? Baba hayupo. Ametoka. Ameelekea Mizimu. Nimekuja na shida naye. Aniangalizie mume wangu. Ana siku ya 3 leo sijamwona nyumbani. Toka mzike yule mwanamke mjamzito. Kutokana na hilo tukio lililotokea la mfalme kumzika mwanamke mjamzito, tena akiwa hai, Mizimu imeamua kumpa adhabu. Adhabu? Unamaanisha nini? Ndiyo, imempa adhabu, na kwa sasa mfalme hataonekana katika ulimwengu mpaka pale miaka 100 itakapopita. Lakini kwa ujio wako uliokuja nao, kuna ishara imejitokeza. Inaonyesha dhahiri kuwa huyu mtoto uliokuja nao ni mfalme wa pili. Inawezekanaje? Inawezekana. Unachotakiwa wewe kufanya ni kuelekea Mizimuni alipoenda baba, ili akaapishwe tayari kwa kuwa mfalme. Karibu. Mzee Mtopea. Kuna maajabu yametokea. Maajabu gani tena hayo ambayo yametokea? Nilikuwa nakuja hapa na kijana wangu, lakini ghafla amenitoweka mikononi mwangu. Kijana wako ametoweka, lakini kijana wako hajatoweka, bali amechukuliwa na mizimu. Ajaongeze nguvu za kiutawala, aweze kwenda kutawala katika kijiji, awe na nguvu, aweze kuwatumikia watu vizuri, wala usiwe na mashaka kwamba mwanao yuko salama na anaishi mahali salama. Sisi ni mizimu ambao ndio tuliomkabidhi utawala. Huyo bila shaka atakuwa ni yule mfalme wa pili. Wala usiwe na wasiwasi. Hii chumvi inaongeza nguvu, kumpa nguvu mtoto wako huko aliko. Wala usiwe na wasiwasi. Mizimu itamuongezea nguvu kijana wako. Hapa watu wengi wameshaingia, lakini hatukuwapokea kwa sababu wanakuja wanavaa viatu. Mizimu haitaki kuvaa viatu. Mizimu inatakiwa uende pekupeku kama hivi unavyoniona. Niko pekupeku, sina viatu. Kwa hiyo katika misitu yetu hii, misitu ya Kamala, lazima uje pekupeku na uje na salamu za kimizimu kama ulivyonisalimia, na uondoke kwa salamu za kimizimu kama ulivyonisalimia. Haya, asante sana. Safiri salama. Oh, yasa. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume.
Yaani kitendo alichofanya babako ni cha aibu sana. Tulikuwa na wangapi walinzi hapa? Sasa hivi tumebaki na mlinzi wewe, na kutegemea wewe ndio mfalme wa pili katika hiki kijiji. Na ndio maana nimerudi mama. Nafahamu kwa mimi ndio mfalme wa pili. Na nimekuja kutekeleza wajibu wangu. Nitafanya mambo yote mazuri. Kama yeye anatenda ubaya, mimi nitatenda wema. Shukuru mama. MGM Records. Oh yasa. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. Falume oh, falume. Falume oh, falume. Ulitoa barua, ulisema utaoa. Nyinyi ni wakina nani? Hata hatujui. Mmetoka wapi? Hata hatujui. Mnaelekea wapi? Hata hatujui. Yo. Na kweli lazima mseme, kwa sababu inaonyesha dhahiri kwamba nyinyi hamkuja katika hii himaya kwa nia nzuri. Sisi hata hatujui. Sisi kina nani? Sasa hizi ndio tambe. Na hapa tulipo tuko wapi? Ni afadhali umefika. Unaona hao? Nimeona mtamtalia. Kwa muonekano wao tu wanavyoonekana ni watu. Hivyo utawachukua na kuondoka nao, uende nao kwa mfalme wa pili. Bila shaka. Kwa sababu hata hivyo nilikuwa naelekea imani. MGM Records. Oh yasa. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. Wewe ndo mfalme, ikibidi ujitume. Falume oh, falume. Falume oh, falume. Ulitoa barua, ulisema utaoa. Kupata sheria ya dini. Mfalme, hawa nimewakuta kwenye himaya yetu. Mwakuta kwenye himaya yetu? Nyinyi ni wakina nani? Hata hatujui. Mnatokea wapi? Hata hatujui. Ina maana hamjui mnapotokea wala mnapoelekea, si ndio? Hata hatujui. Mfalme, kama hawajui wanapoelekea, tuwafanye wawe chini ya himaya yetu na wawe wana kijiji wetu. Sawa. Tunaelewana? Ndio. Mtakuwa chini ya himaya yetu na mtafanya chochote ambacho tunakuwa tunahitaji kwenye ufalme wetu. Tuko pamoja? Sawa. Niko Tumeelewana? tayari. Oh yasa. Wewe ndo